naitwa Ali Daudi Ngoyeji, ni mwenyeji wa hapa Itilima, wilayani Kishapu, mkoani Shinyanga. Msukuma sana sana anapenda kilimo kama shughuli yake maalum, na vile vile anajihusisha na mambo ya ufugaji wa ng'ombe, mbuzi na kondoo. Kuna tuseme kwamba alikuwepo na mengine, lakini yale ambayo alistua zaidi ilikuwa kati ya mwaka 1951 au 52 hapa Itilima. Wananchi walitangaziwa kwamba kuna ziara Chifu Kidaha angekuja kuifanya katika eneo hili ili awe na mkutano wa hadhara na wananchi. Kipindi hicho alitakiwa kuambatana na mkewe ambaye alikuwa amemuoa kipindi hicho, Mama Mere Makeja. Basi ilikuwa nakumbuka, ilikuwa nadhani kama mwezi wa kwanza au wa pili hivi mwanzoni. Ilipoletwa taarifa, ilibidi sasa watafute ni sehemu ipi ambapo chifu atakuja afikie, yani kwenye kambi. Kipindi hicho nyumba zilikuwa zote za miti, na nyumba ya Ikulu pale tayari gorofa ilikuwa limeshabomolewa. Kwa hiyo haikuwepo tena makazi ya chifu aliyoachwa na Chifu Makwaya. Sasa ikawepo nyumba moja ya bibi mmoja ambayo ilikuwa na matofali ya tope kama hii mnayoona. Kwa hiyo kipindi hicho hiyo ndio ilionekana kwamba ni nyumba pekee iliyokuwa bora. Kwa hiyo ilipangwa kwamba ziara hiyo ya ujio wa chifu ifanyikie pale, na hapo ndipo angeweza kukutana na watu na kuwahutubia. Basi pakaandaliwa pale kwenye ile nyumba ya yule bibi. Bibi yule alikuwa anaitwa Ngwalu Ntando. Nani yuko ndani ya ukoo vile vile. Kwa hiyo watu walialikwa kwenda kufanya usafi pale, kupiga ripu ile nyumba na kusiliba humo ndani na kuchimba choo pamoja na kutengeneza bafu. Ilikuwa nyumba haijapauliwa, ilikuwa imeezekwa nyasi, haikuwa ya bati. Basi siku mbili kabla ya kuja yule chifu, majira ya alfajiri, sio alfajiri sana, ilikuwa ni asubuhi tu, kwenye karibu saa 1 hivi. Maeneo haya bado ilikuwa ni msitu. Kustukia akaanza kulia fisi mwenye sauti ya juu sana. Akalia kwa karibu nusu saa. Basi baada ya kulia kwa nusu saa, fisi wengine wakaanza kulia tu kutoka sehemu mbalimbali humu msituni. Wakateremka mpaka kwenye sehemu ambayo chifu alikuwa anakuja kufikia, ni kule karibu na bwawa, labda tutakwenda baadaye tukapaone. Basi wakaja kusanyika pale kwenye uwanja ambapo chifu alikuwa anatakiwa kuja kuhutubia watu, kwa sababu pale tayari hata nani kichanja tu kimetengenezwa kama jukwaa. Atakapokuja kuhutubia basi apande kwenye jukwaa awahutubie watu. Basi fisi hao wakaja pale, kila mmoja wanatoka upande wake humo msituni, wengi tu, kundi. Wanateremka mpaka pale kwenye uwanja. Basi wakakusanyika hapo, wakapiga kelele we. Walipiga kelele kweli, wanakimbizana, wanacheka, wanaunguruma, kila aina ya tabia ambayo fisi anayo. Basi watu wakabaki wanaangalia tu. Baada ya hapo baada ya kukusanyika kwa muda mrefu, baadaye sasa ofisi walianza kusambaa, kila mmoja akarudi porini. Basi baada ya tukio kufikia kesho yake, zikavuma taarifa kwamba fisi hao walikuwa wamekuja kumlaki mtemi, kwa sababu alikuwa na miaka hajafika eneo hili, ingawa ni sehemu ya eneo lake, alikuwa na miaka hajafika. Na vile vile akasema kwamba walikuja kumpokea vile vile huyo malkia mpya. Leo ujio wa fisi hao ulikuja ukaeleweka kwamba ilikuwa ni hivi. Basi ilipofika siku sasa ya kuja chifu mwenyewe, kwa sababu watu walikuwa wameshapewa taarifa kwamba kesho kutwa chifu atakuja, lakini fisi walikuja siku 2 kabla. Ilibidi sasa watu wakusanyike, ndipo wakapewa taarifa kwamba chifu ameahirisha kuja. Utakapofika muda mwafaka wa kuja chifu tena mtapewa taarifa, lakini itakuwa kiangazi. Basi watu wakasambaa tu. Ikafika sasa wakati wa kiangazi, watu wakatangaziwa tena kwamba chifu atakuja
Walipotangaziwa wakaambiwa kwamba chifu atafikia kwenye nyumba ya Wahindi. Kulikuwa na kafusuti pale, takwenda kuwaonyesha. Ilikuwa ni nyumba ya Wahindi wanaokuja kununua pamba. Kipindi kile Wahindi ndio walikuwa wananunua pamba. Ilikuwa kampuni ya Bagwanji ilikuwa inanunua pamba. Basi ilipofika kiangazi, watu wakatangaziwa, wakaja kufanya usafi kwenye ile nyumba. Wakafyeka nyasi, kuparua nyasi, kuchimba choo na kutengeneza bafu. Basi kesho imebaki kama siku 2, tukio likatokea hilo tena kama lililotokea pale awali. Asubuhi vile fisi mmoja tena akaanza kupiga kelele. Baada kama nusu saa, maafisi tena akaanza kuteremka kutoka msituni yakaja kukusanyika, kwa sababu alikuwa anakuja kuhutubia hapa mbele ya hizi nyumba. Kipindi kile ilikuwa zipo hizi nyumba mnazoziona hapa, watu walikuwa nakaa kule. Ile eneo lilikuwa ni la wazi tu, na sehemu ile chifu ndio ilipangwa kwamba aje ahutubie pale. Eneo likaandaliwa, wakatengeneza tena jukwaa aje azungumzie pale. Maafisi tena akaja kukusanyika pale kwenye sehemu aliyokuwa anatarajiwa kuja kuwahutubia watu. Basi siku ile sasa maafisi yamekusanyika, yakafanya vituko kama alivyofanya kule, akakimbizana, akapiga kelele wewe. Sasa kati ya ile kundi kubwa la afisi lilokuepo, alikuwepo afisi mmoja ambaye alikuwa na rangi tofauti na afisi wengine. Alikuwa na rangi 3, alikuwa na mabaka ya nyeusi, mabaka meupe na mabaka ya manjano. Basi kwa sababu watu walikuja kukusanyika kuwatazama wale afisi, mzee mmoja akajitokeza akasema kwamba huyo afisi huyo mimi nimemtambua, sio wa huku, ametoka Mwagara, ni mgeni huyu afisi. Mwagara ni ufalme wa Maswa, kuna ufalme mmoja unaitwa Mwagara kule kwa Majembere. Akasema hivyo mzee kwamba huyu afisi nimemtambua mimi, ni mgeni huku. Basi watu wakashangaa tu, hawakumhoji kwamba umejuaje kwamba ofisi ni mgeni huko. Basi wakacheza ofisi, wapiga makelele wewe. Baadaye sasa walipoanza kutaka kusambaa, wakaanza kumshambulia yule ofisi ambaye yuko tofauti na wao. Wakamshambulia, wakamjeruhi, akashindwa kukimbia vizuri. Basi wengine wakasambaa wakaenda. Sasa baada ya kubaki hiyo ofisi peke yake maeneo yale, akaanza kujivuta sasa, jikokota kuelekea hivi. Lakini watu wapiga kelele, wapiga yowe, wakaenda kumalizia kule kupita jengo la mahakama kuna, akamalizia kwa kumpiga mikuki. Akafa yule fisi, wakamaliza kumgawana kwa ajili ya kuchukua vikolezo vya dawa. Kwa Kisukuma wanaita shingira. Basi yule fisi akaishia hivyo. Basi hata hivyo ilipofika siku ya kuja chifu alikuja na akafikia pale kwenye uwanja ambao ofisi walikuwa wamecheza. Akawahutubia watu, kaja na yule mama, akahutubia hapo, basi akaondoka. Alilala, lakini alikaa kama siku 2 au 3 kwenye yao nyumba, nao wakasema kalikuwa pale chini. Basi hatukuona jambo jingine isipokuwa sasa kwa taarifa za kitabiri tukaambiwa kwamba kufa kwa yule fisi ilikuwa ni faraja, kwa sababu ingeweza kutokea tukio la kufa mtu mmoja muhimu kwenye hiyo ziara, na ndio maana hata kule aliacha kuja, kwa sababu waganga wake walimshauri usiende. Sasa baada ya kuondolewa ule mkosi huo ndio kamwangukia ule, ukampata ule fisi akafa, badala ya kufa binadamu ambaye angekuwa miongoni mwa ule msafara. Nilikuwa kati ya nadhani miaka 8 au 9 hivi, kwa mwaka 51 52. Nilikuwa haya sio ya kusimuliwa, ni ya kuona kwa macho. Sijasimuliwa na mtu, niliyaona mwenyewe. Fisi kwa Msukuma tuseme kwamba fisi ana maana kuu 2. Kwanza ni kama mnyama mwingine tu wa porini, ile maana ya kwanza. Halafu katika Kisukuma vile vile huwa kuna imani kwamba fisi ni chombo cha usafiri kwa wachawi. Ni chombo cha usafiri kinachotumiwa na wachawi. Kuna imani ya namna hiyo. Star TV, baki nyumbani, tujenge nchi.